tukashida akina deputy president hapa na ile timu ya KANU ambayo ilikuweko, tukawanyorosha vizuri sana. Na Mwangi King'ori hata wakati wa 2007 pia tukafanya kazi na yeye kwa kampeni ya Mwai Kibaki. Mwaka 2010 vile Bwana Kanja amesema tukue kule Naivasha kuunda katiba mpya. Mwangi King'ori is the one who was working with me. I was head of that think tank ya Mwai Kibaki ambayo ilikuwa naongoza maneno ya katiba. And I remember that time kuna mtu alikuwa amejaribu kuleta proposal, I think ni watu wa ODM, ya kwamba tukue na Inspector General wa National Police Service na ingine ya AP. Na Mwangi King'ori alikasirika sana na hiyo maneno. Akakuja tukaenda kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukashirikiana na tukasema hatuwezi kugawanya the police service. And that is how we got one unified Inspector General for the entire police service. Mwangi King'ori, unajua, as I said, ni Nairobi wakati wa maombolezi. Kila wakati kama kuna jambo anaona ilikuwa inaenda mbaya, he was speaking his mind all the time. Na I was that unfortunate man. Wakati wa Kibaki ananipigia simu, ananiambia hii serikali yenu. Wakati wa Uhuru ananipigia simu, hii serikali yenu. Na hata hii serikali iko bado alikuwa ananipigia simu kuniambia hiyo serikali yenu. Sijui kwa nani alikuwa amemwambia King'ori serikali ni Moses Kuria, kwa sababu hiyo miaka yote mambo kama anaona haiendi mzuri, simu ya kwanza kupiga ilikuwa ni yangu. Kwa hiyo yangu ni kuomba Mungu amweke pahali pema huko peponi na tutapatana tena. Mimi najua Mwangi ako pahali pema. Pia niseme sababu DIG uko hapa. Tumesema na nishukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais, sababu hata juzi tulifanya mkutano facilitated by his office for the Independent Commission. Hiyo National Police Service Commission ambao Mwangi King'ori aliweka kwa katiba, it is now a constitutional reality. The office of the Inspector General is a constitutional reality. The office of the Independent Police Oversight Authority is a constitutional reality. It is not whether you like it or you don't like it. We are stuck together. And what I said, I did say this to the IG, na nikasemambia Bwana Kenodia wa National Police Service, hata kama kuna shida, ningeliomba hiyo matatizo tutafute boma fulani, tusionyeshe hadharani. Kwa sababu hata wahalifu na terrorist na criminals wanaona hiyo maneno. Na wakiona nyinyi kama hamfanyi kazi pamoja, unajua wanasema wale wako busy wakilimana, ni wakati wetu kuenda kufanya mambo mengine. Pia niseme wakati wa uchaguzi ulisha. Na mimi najua hapa sababu najua wale watu wako hapa. Tafadhali watu wapone. Wengine hapa wajapona. Mimi nikisimama hapa kwa hiyo mazishi nataka kuambia uchaguzi ulisha, watu wapone. Unajua mimi napenda kupenda mambo, mimi nafikiria mimi ni little version ya Truthful Man hapo. Kwa sababu watu wengine wanachukua ile hasira na chuki na nini na kutokubali kwamba mambo ilienda vile alienda. Sisi kama serikali hatuna ubaya na mtu. Mimi nataka kusema ulikuwa upande gani ama upande gani, ni wakati sasa wa kukuja pamoja na kujenga taifa letu. Tafadhali usimkamwangalie deputy president ama president ama sisi kama mawaziri ama hawa bunge ukaona kama huo ni adui. Sisi hatuna ubaya na mtu, tunakaribisha. In fact nimesikia ndugu yangu Uhuru Kenyatta ako hapa. Nilikuwa na drive on the wrong side. Nikuja hapa nimwambie my friend, uchaguzi ulisha, tukae pamoja, tusonge mbele, tujenge Kenya yetu. Na ni kwa hiyo spirit pia ambao mimi naunga mkono hii maneno ya rafiki yangu Raila Odinga apewe kazi huko. Kwa sababu akipata hiyo kazi, Kenya imepata kazi. Ama Raila ni Mtanzania ama Muganda, si hata yeye ni Mkenya. Apate hiyo kazi ndio hata tukienda huko tulinge na yeye. Tuseme unajua sisi ndio chairman ya Afrika mzima. Sababu akipata kazi, Kenya yote imepata kazi. Na wacha niwaambie, kwa zile harakati ambazo rais na makamu wa rais na serikali yetu imefanya,
uchumi wetu umeanza kufufuka. Juzi umeona shilingi kwa wiki moja hii tu tumemaliza maneno ya kulipa Eurobond. Shilingi yetu imegain 20 shillings against the dollar. Na mambo bado. Na kama wewe umeficha dola nyumbani kwako, tafadhali sikiza mtu ambaye anasema ukweli. Enda uza dola leo. Otherwise utajipata pahali pabaya. Ndio niliambia juzi makamu wa rais tukakubaliana ya kwamba hata wakulima wetu wa kahawa, sababu tunataka sasa kila mtu akiuza dollars, akiuza kahawa apewe dollars, ajiuzie yeye mwenyewe. Shilingi hii imeanza kuteremka na it's unfortunate because wakulima wetu hawakuwa wamejua maneno ya hizi dollars. So kuna brokers hapo katikati bado wanafuata wakulima wetu kuambia nipatie dola zako, nitakupatia hii bei. Ningelitaka wabunge, Mheshimiwa Deto na wengineo tushirikiane ya kwamba tufundishe wakulima wetu how to handle the dollars. Hii ni mambo mpya ambao hajui. Na unajua sababu mimi ndio makamu wa rais na rais amenipatia kazi ya kuzunguka mawizara zote nikiangalia mambo ya utenda kazi. Mimi najua hii mwaka hii uchumi itaenda mbele sana. Na unajua kuna doubting Thomas walikuwa wanafikiria ya kwamba hii uchumi itaporomoka. Hapana, ile kazi tumefanya huu mwaka uliopita, ile kazi tumepanga kufanya mwaka huu utapeleka hii uchumi mbele.